the initial proposal was the housing levy was to be an investment. Ya kwanza Mkenya akikatwa, it was to go and de-risk the construction of the low cost housing, alafu anarudishiwa baadaye. Tukienda hivyo ikatoka kwa investment ikakuwa ni kodi. Now this is the astonishing figure. The government figure ambayo ilikuwa released by Kenya National Bureau of Statistics inaonyesha ujenzi katika Kenya construction sector shrunk in the year of 2024 by 2%. Wakati ambao tunapigiwa mapicha ya kuonyesha housing projects. Cement consumption in Kenya in the year 2024 shrunk by 7.94% according to the government figures. Utumizi wa chuma kama steel ulienda chini. Hii ni kuonyesha ya kwamba the housing levy was more productive in the economy when it was in the private hands. The 70 billion was more helpful to our country when this money and the discretion to spend it was left to Kenyans. Na kwa hivyo tunauliza, kwa sababu tunasikia watu pale wa treasury wanasema wanataka kukarabati housing levy. Vile wa Kenya wanauliza ni hivi, ile ukarabati muhimu inaweza fanyika ni to abolish the housing levy in totality. Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali jenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa wa Kenya watajijengea. Na about tunafaa tusaidie. Like every other country what they do. Katika pale kwa budget, badala ya kurenovate manyumba ya serikali, hiyo pesa inaweza kuja hapa ijengee watu social housing ya wale madada zetu na kaka zetu hitaji usaidizi wetu sisi wote. Na kwa hivyo the kind of reform we expect going forward, because the figures have shown that the housing project is shrinking the construction sector, is to come up with an expansionary fiscal policy ya kuacha kucollect hii housing levy ibaki kwa mifuko ya Wakenya. Wakenya wanajua kutumia pesa kuliko kulingana na tumeonyeshwa na vitabu za serikali.